Thamani ya mtu haipimwi na vitu alivyonavyo. Wanadamu wanaweza wakafanya hivyo, lakini sio Mungu, sio ulimwengu wa roho. Mtu ni nini ukimtenga na vitu vyake? Kinachobaki baada ya kumtenga na vitu, kumtenga na alichokipata, kumtenga na alipofika, ukitenganisha hivyo vitu vyote, ukimtoa, kile kinachobaki kumhusu mtu, huyo ndo uhalisia wa huyo mtu. Na hiyo ndo interest ya kwanza ya Mungu, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana ukawa unapata vitu, unakuwa kwa maana ya kuongezeka katika kumiliki, kuongezeka katika vitu ulivyonavyo, lakini wewe kama mtu you are not growing, haukui. Ukiweka mkazo kwenye kukimbilizia vitu, unaweza kupata na usikue. Ukiweka mkazo kwenye kukua, utakuwa, alafu baada ya kukua matokeo yake utavipata na vitu. Kukuza uwezo wako wa kiufahamu, kukuza tabia, character yako, kukuza uwezo wako wa kusababisha matokeo, yanaitwa matokeo. Ni matokeo ya nini? Ni matokeo ya ukuaji. Sasa watu wamekimbilia matokeo, hawajali kukua. Jali kinacholeta hayo matokeo, yanaitwa matokeo. Usifocus na matokeo peke yake, focus na vitu vinavyomfanya mtu kupata hayo matokeo. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema nifuateni nami nitawafanya kuwa, sio nami nitawapa. Leo makongamano mengi sana kanisani ni kwa ajili kuwasaidia watu kupata. Utapata hiki, utapata hiki. Hatufocus na watu kufanyika. Yesu alisema hivi, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa, sio mkawape, mkawafanye. Interest ya mbingu ni mtu kufanyika. Ndio maana maombi ya Yeremia ikawa uniponye nami nitaponyeka. Hiyo ni aspect ya kufanyika. Paulo alisema hivi, ninajiangalia sana namna ninavyoenenda, ili mwisho wa siku nisije kawa nimewahubiria watu wengi sana alafu mimi nikawa ni mtu wa kukataliwa. Why? Ni kwa sababu kama umefocus kwenye kuwa mtu wa matokeo peke yake, unaweza ukawa nayo na watu wakakupigia makofi, lakini siku ya mwisho unasimama mbele za Mungu, Mungu anakukata. Why? Ulimix vipaumbele. Are you hear what I'm saying?